My dear, kama nilivyokuambia, nenda katika alama ya kengele, subscribe, like, share. Nataka unisikilize vizuri. Kishamaliza, njoo kwenye story nikuambie kitu ambacho katika siku ya leo kimenifanya nijisikie vibaya kabisa. Kitu ambacho in short nilivyokisikia sijasikia vizuri. My dear, ngoja tuendelee na story na juu umesha subscribe. Leo ni asubuhi nikiwa nimeamka zangu, nimeenda bafuni, nikaoga, niliporudi nikakaa kitandani kwa ajili ya kufikiria nipike nini for breakfast. Simu ikaita. Nilipoita alikuwa ni rafiki yangu. Rafiki yangu bwana ana mpenzi wake wa siku nyingi, almost 5 years. Mpaka amefika chuo, ameanzia form 3. Mpaka amefika chuo wanapendana. Na anampa pesa, is very rich. Yaani huyo mkaka very rich. Alikuwa anampa pesa, anamtunza mpaka muda mwingine analipa ada yeye. Yaani wazazi wakishindwa kulipa, analipa yeye ada, matumizi, kila kitu, hela ya balance, kila kitu. Sasa leo asubuhi anampigia simu, ghafla anamwambia wamalize mahusiano. Yaani kila mtu aishi kivyake. Yaani mpaka anashindwa kuelezea. Kila mtu awe peke yake. Na rafiki yangu ni mtu ambaye hajazoea shida. Amezoea vitu ambavyo amemzoeza. Unajua ukishazoea pesa umezoea. Ukishazoea kupewa unapewa kweli. Sasa ataenda wapi? I felt bad. Yaani nimejisikia vibaya sana sana sana. Rafiki yangu amenipigia simu analia, bana tumbembeleze, tufanye nini? Unajua wazazi wake wenyewe hata wajiwezi, sijui nini, tumebembeleza, mtu hapokei simu. Mpaka anasema tumefanyaje? Tunamsumbua. Anatuandikia message tunamsumbua huku hapokei. Na alipopokea baada ya masaa 5 nikiwa nampigia, ameniambia kitu ambacho kimenishangaza. Ameniambia kwamba tangu katika mahusiano na wewe rafiki yangu, leo ndo ameona kuwa nyota yake haiwezi kuendelea kumpa utajiri. Kumbe unaweza ukampenda mtu, yeye yuko kwa ajili ya kutaka nyota yako awe tajiri. Kwa hiyo ameniambia hivyo. Mpaka sasa hivi nimeogopa kumwambia rafiki yangu. Usisahau kusubscribe ili ujue kinachoendelea.